Sema Roho Mtakatifu aseme na watu wake. Basi na sisi tunanyenyekea chini ya neema ya Bwana. Na wiki hii tutaenda kutembea katika mambo mawili ambayo yanahusika katika siku za mwisho. Sema siku za mwisho. Kwa sababu tupo siku za mwisho, kwa hiyo tutaenda kuangalia mambo mawili. Jambo letu kuu, mimi nitacheza mbele za Bwana, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi uliowanena kwao nitaheshimiwa. Umpe Yesu makofi. Umpe makofi, imefunga tayari. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mnanipenda? Yes. Mnanielewa? Sema neema. Nisikilize vizuri. Daudi yuko porini anachunga kondoo wa baba yake. Baba yake hana muda naye. Lakini Mungu anamjua Daudi. Daudi amepata neema ya kuwa mfalme. Sanduku ya agano inarejeshwa nchini mwao. Daudi alipoona sanduku ya Bwana, akatoa shati lake, akaanza kucheza. Anacheza, anaimba, anacheza. Mke wake yupo gorofani, anamtazama mume wake, anamkejeli. Biblia inasema Daudi alipomalizana na raia, akasema sasa naenda kubariki nyumba yangu. Baraka nilizozipata hapa nazipeleka nyumbani kwangu. Biblia inasema alipokaribia nyumbani kwake, mke wake akamwambia, leo mfalme wa Israeli anajidhalilisha mbele ya watu wake. Hallelujah. Anajidhalilisha mbele ya wafanyakazi wake. Inakuwaje leo mfalme wa Israeli anatoa mavazi yake mbele ya mabinti watumwa wake? Daudi anamjibu ya kwamba mimi Daudi sijatoa mavazi yangu mbele ya hao mabinti, wala sijacheza mbele ya hao mabaradhuli. Nimecheza mbele za Bwana. Kwa nini nimecheza mbele za Bwana? Kwa sababu huyu Mungu ndiye aliyechukua cheo, nafasi ya baba yako, akanipa mimi nitawale. Maana yake sikustahili kutawala, sikukuwa kwenye ukoo, lakini Bwana amenipa. Kwa sababu nimepokea kwa neema, nitazidi kumtumikia. Sema nitazidi kumtumikia. Isa akamwambia, sikiliza nikwambie, na sio leo tu, hata siku zijazo nitafanya zaidi ya nilichokifanya leo. Nitafanya zaidi ya hicho nilichokifanya leo. Nisikilize vizuri. Hakuna mwanamke anayependa mume wake adhiririke. Hayupo. Nakwambia ukweli. Hayupo mwanamke anayependa mume wake adhalilike. Hata kama huyu mwanaume anaokota makopo ndio wanaishi, mke wake hataki mtu kumdharau mume wake. Hata kama anachoma mkaa, huyu mke wa huyu anayechoma mkaa hataki mume wake kudhalilika. Huyo ni mwanamke. Lakini sikiliza nikwambie, hata kwa upande wa Bwana wote tunanyenyekea kwa neema hiyo. Lazima tunyenyekee. Alikosea huyu dada. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana alizaliwa baba yake akiwa mfana, anakuwa katika maisha ya kitajiri, hajawahi kupata shida, hajawahi kupata mateso. Kwa hiyo akaanza kumwona Daudi ni kama huyu dada ameolewa na mtu ambaye hana akili.
ni sawa. Ni kama hana elimu. Angekuwa na elimu asingefanya vitu anavyovifanya. Sikiliza nikwambie, ukioa ama kuolewa na mtu anayekuzidi elimu, sometimes hizi ndoa bila Mungu kuingililia kati zinakuwa na matatizo. Bila Mungu kuingililia kati zinakuwa na matatizo. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anakuambia umefanya hivyo kwa sababu elimu yako ndogo. Niletee maji, unaleta maji mkononi hivi, kwambia weka kwenye tray, leta maji. Huyu anaenda kisomi, huyu anaenda kishamba. Yaani mtakuwa mnapishana kila wakati. Sijui kama unanielewa. Yaani huyu kiato ni kwa na vumbi hivyo huyo. Ndio huyu niliyokubali. Baba fulani futa kwanza kiato. Leo futa $10. Mtakomba. Lakini Mungu akiwepo kati, hata subiri yote ni yeye ndio atakifuta. Ili wewe ukivaa ukiondoka bila kujifuta. Mika akasema haiwezekani kitu kama hicho. Sikiliza nikwambie, hata kama umezaliwa katika familia ya kitajiri, tambua kwamba kuna neema ya Bwana. Ni neema ya Bwana wewe kuzaliwa kwenye familia hiyo. Ni neema ya Bwana kuwa kama ulivyo, ni neema ya Bwana. Daudi anasema nitanyenyekea zaidi. Ukijua ni neema ya Bwana, utazidi kunyenyekea kwa Bwana. Mungu alipotazama haya, Biblia inasema akafunga kizazi cha Mika. Mungu akakifunga. Sema wai. Mpaka leo Mika hajawahi kuzaa. Si ndio baba? Hakupata mtoto. Mungu alisema kama wewe unanidharau mimi Mungu, Daudi niliyemtoa mavumbini amenitukuza na kutambua neema, lakini wewe umenidharau. Nikikupa uzao, utazaa watoto wanaofanana na wewe, wataendelea kunidharau. Ili kusiwepo kizazi kitakachonidharau, nafunga tumbo lako. Ndio kwa maana kuna watu Mungu anafunga maisha yao kwa sababu ya tabia zao zinasababisha Mungu afunge tumbo yao. Niseme sisi, Mungu hajakupa mtoto. Ukiona tu kitoto cha mwingine kina kamasi, siwezi kubeba kitoto kichafu kama hicho. Kitoto cha mwenzio kwa bahati mbaya kina kichwa kikubwa, unambeba tu sekunde. Kitoto kenyewe ni kichwa ni mwili, nibeba mimi siwezi kuwa na mtoto kama huyo. Mnafikiri Mungu atakupa? Na kama Mungu atakupa, hawezi kupa wazuri, atakupa mara 3 zaidi ya hao, ili ujifunze. Kuna vitu vingine ni matendo yako ndio matokeo ya vitu unavyovipata. Lakini kama hutaki kupata vitu vibaya, tambua neema ya Bwana ndani ya maisha yako. Yesu anatusaidia. Amen. Mika kizazi chake kimefungwa. Mungu anasema kusitoke uzao huo, kusitoke mtu kama huyo. Natamani resoblidage. Ndio kwa maana Daudi pika huo anafanya dhambi, bado Mungu yuko pamoja naye. Sisema kufanya dhambi, anafanya bado Mungu anasema huyu ana moyo kama wa kwangu ninaopenda, aliyenyenyekea kwa Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Daudi alitambua ametoka wapi na yuko wapi. Leo watu ni wazuri, watu wanateseka, lakini wakisha kufanikiwa sio marafiki tena, wanavunja urafiki. Mungu hawezi kubariki watu wa aina hiyo. Mungu ainua watu wanaotambua neema ndani ya maisha yao, na kwamba aliyenibariki mimi hatawabariki na wengine, aliyeniinua hatainua na wengine, aliyeniwezesha hatawezesha na wengine. Baraka zako zisiwe fimbo kwa wengine.
mafanikio yako isiwe fimbo kwa wengine. Bwana Yesu atusaidie. 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 Maisha yako sio fimbo kwa wengine, bali ikawe habari njema kwa wengine ya kwamba ni neema ya Kristo, ni neema ya Kristo. Mnavyoniona ni neema ya Kristo. Watoto wangu ni neema ya Kristo. Familia yangu ni neema ya Kristo. Ndoa yangu ni neema ya Kristo. Biashara ni neema ya Kristo. Usifikiri wanaofanya biashara avienda wana akili, wana akili. Lakini ni neema tu inakubeba. Ni neema. Ni neema. Sema ni neema. Ni neema. Rafiki, umechukia kwa sababu nimesema vijana wazuri? Hapana. Ninahubiri tu. Haleluya. Tabasamu kwanza nimalizie. Haleluya. Simeona huyu bwana amekaa kibosi kanisani, na hapo bado pajero hana. Kuna pajero sijui ataweka na miguu kwenye viti sasa. Hajaachia. Unamke? Acha yuko hapa. Yuko hapa. Acha wewe. Hajaachia. Kumbe ndio maana hajaachia kwa sababu yuko hapa. Kila mara udada anaangalia. Dada ana karama ya maono. Kumbe anaangalia kwamba yupo. Afu kijana. Anajiona ni kama waziri fulani hivi. Umpe makofi mazuri. Sema amen. Sema amina nzuri. 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 Sema neema. Usiwe kikwazo cha neema ndani ya maisha yako kutiririka. Acha neema ya Bwana itiririke ndani ya maisha yako. Acha. Bwana Yesu atusaidie. Acha. Tambua neema ya Kristo ndani ya maisha yako. Ukitambua utaziona baraka za Bwana. Ndio ujumbe Mungu amenituma nao. Neema. Neema. Bwana Yesu atusaidie. Sikiliza, neema ni kinyume na sheria. Ni kinyume na sheria. Sheria inasema ili mwanamke apate mimba lazima mwanaume awepo, lakini Maria hakuna mwanaume aliyekuwepo. Neema ilikuwepo. Neema ikiwepo, sheria inaanguka. Kama unanielewa vizuri? Sijui kama unanielewa vizuri. Sijui kama unanielewa vizuri. Sijui kama unanielewa vizuri. Sheria inasema riboso pretasha, atakayeolewa na mfalme Ahasuero ni mwananchi tu, lakini neema inasema wananchi watakaa pembeni. Esther anapata nafasi. Hiyo ni neema. Hiyo ni neema. Hiyo ni neema. Sema mina nzuri. Sema mina nzuri. Sema mina nzuri. Neema ikikubeba, imekubeba kweli kweli. Bwana Yesu tusaidie. Na upendo huyu mwanamke. Huyu mwanamke anamfuata Yesu. Anamwambia Yesu, binti yangu ana mapepo. Tamka afunguliwe. Yesu anamwambia, siwezi kuwapa mbwa chakula cha watoto wangu. Sheria inasema Yesu alikuja kwa ajili ya ndugu zake. Yesu alikuja kwanza kwa ajili ya Wayahudi. Alikuja kwa ajili yao. Walipomkataa, amen, akawaendea mataifa. Si ndio? Hapa naongea kwa ajili ya Wayahudi, lakini mpango wa Mungu ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Unaelewa vizuri? Akamwambia kwa ajili ya watoto wao. Huyu dada anasema
sheria nazijua. Sheria mimi najua ni kabila gani, najua sistahili kula mezani. Sheria ilihusu mimi ni mtu wa kula vinavyodondoka chini. Sasa mimi nasema naye siombi vya mezani, naomba neema, vinavyodondoka chini niokote. Alikambua neema akanyenyekea, na Biblia nasema mwanaye alipona, si kwa sheria bali kwa neema. Unaweza ukapata uponyaji kwa neema ya Kristo. Sheria inasema uvimbo ulionao tumboni lazima uende hospitalini ukafanyia upasuaji. Neema inasema uvimbo unaweza ukatoweka bila kufanyia upasuaji. Hiyo ni neema. Sema amen. Sheria inasema kwenye familia yenu hakuna mtu anaweza kufanikiwa. Neema inasema kuna mtu anaenda kufanikiwa. Hiyo ni neema ya Kristo. Na leo natangaza neema juu yako. 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 Mpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. 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 Nimesema hatuhitaji wadada wazuri. Tunasema na uzuri wako tambua neema, na udaktari wako tambua neema, na elimu yako tambua neema, na hela zako tambua neema, na manyumba yako tambua neema, na biashara tambua neema. Sema amina nzuri. Sema amina kisha tabasamu. Wewe unatabasamu, wewe tabasamu. Maisha unatabasamu. Haleluya. Sema neema. Sema neema. Nisikilize. Wakati naomba Mungu nifundishe kwa habari ya semina, Mungu kaniambia kawaambie naenda kwa ajili ya neema yangu juu ya maisha yao. Neema ni tofauti na kila kitu. Utanielewa vizuri. Simama kwa mikono yako. Sema Paulo anasema hivi nilivyo ni neema ya Kristo.